Nzuri kabisa. Za hapa. Nzuri kabisa. Karibu za safari. Nzuri. Za huko. Nzuri kabisa. Karibu sana. Asante. Mimi ndo nimefika hapa, ni nyumbani. Hapa ndio nyumbani, karibu sana. Karibu tupokee begi. Karibu mwanangu, karibu. Karibu sana. Kumetokana na vifo kadhaa vya wanamgambo wa Justina. Justina. Papa amebadilika kitambo sana kwa hiyo tangu kuja. Sijui maza atakuwepo ndani. Ya mzee? Nimebadilikaje? Nazidi tu kuzeeka. Mna uzee ndio ambao umetawala sasa hivi. Naona kabisa. Ndio. Maza yupo. Mama hayupo, ameenda safari. Na yule nishamzoea. Yule ndio tabia zake. Si unajua hawa wakina mama ni watu wa kutafuta hela. Anakimbia huko sokoni. Kumpa taarifa kama mimi nitakuja. Kumpa taarifa. Sasa si unajua jana tulikutafuta ulikuwa upatikani. Tukajua labda huyu ameainisha na hii safari yake. Simu nilizima bwana, maki tunajua ibidi ni chaji kabla ya kuja huku, maki safari tunajua kuna matatizo huwa yanatokea safari. Ndio. Kweli bidi kwanza ni chaji simu, na mimi kuchaji kwangu simu waga nazima simu, alafu ndo na chaji ili watu wasisumbue, maana kule ninapochajia lazima kwa mtu. Sasa wakati umepeleka simu chaji hapo watu wanakupigia, yani yule uliyemwazimia anaona kama unamsumbua. Sawa. Yani unabidi uzime simu hiyo kupisha changamoto kama hizo. Ndio. Yani mwanangu, yani nashukuru sana. Naona mshaweka umeme kabisa. Yani pambana. Ndio niliamua nikute, unajua kale kaero liko nitumia nikanunua skrini. Sola niliyochukua ilikuwa haiingizi moto. Kabidi kabisa nichukue nani umeme kabisa nikavuta. Mama yako alikuwa anatuhera, ikabidi nichukue kusudi. Sasa hivi ni utandawazi humo ndani kijana wangu. Yani umejitahidi sana. I say. Hongera yako. Ndio. Mambo kanitie na mazungumzo na nyie kwanza. Fanya haraka. Haya basi. Taratibu kwa mtu anasema kujiunga na mashirika ya kukopesha. Kaa hapa Godi. Ngoja niweke redio kwanza hapa. Tuzungumze vizuri. Mwanangu vipi sasa? Nilikuwa nimeenda shamba? Hapana, tulikuwa hamjaenda. Leo ni karikizo, nimepumzika eti. Ndio basi. Mpaka jasho. Punguze nani. Sasa wanangu, nimewaita na jambo moja. Sawa Godwin? Ndio nakusikia baba. Mama yenu hayupo, naona miaka mingi ashafariki, hatuko naye. Kwa hapa tunapoishi, naishi mimi na nyie. Heshima inatakiwa pale kama tulivyokuwa tunaishi zamani. Napambana, tunajenga maisha yetu ya baadaye. Tunajua tena brandi. Ndio. Lazima yani ujiweke sawa kijana wa sasa hivi. Ndio maana unaona niliendaga sina simu. Ndio. Hapa nishanunua. Ila mzee, nilikuwa nataka nifanye mpango na kununulia simu. Maki hivi ya kuwa unazima simu unanipigia. Watu wanakuwa wananishangaa sana. Yani hata na haka ni kama jirani haka unakoona. Jirani ndiye akaniletea akasema, ndugu yangu mjaribishe yule na ndiye labda atapatikana yule kijana wako. Maana mzee wewe upasi kutumia simu ya hivi. Simu hizi ni kujichoresha sana mzee. Ngoja nipambane kijana wako. Ndio. Nitakutafutia simu nzuri inayoeleweka. Sawa. Vipi ile nyumba umeshamaliza kujenga? Ile ndo nilikuwa kwenye wakati za mwisho yani ndo namalizia. Kwa hiyo yani muda si mrefu. Hata nyewe naweza nikawahamishia kule mjini. Muda si mrefu. Najua maisha ya mjini mwanangu mpaka uwe na hela. Mimi nilishazoea maisha ya kijijini huko. Mwanangu, na kitu kimoja. Kwenye hii dunia kuna mambo mengi. Sasa wewe ni mtoto wa kiume. Ulishawahi kusikia mama yako anakuambia kuwa uyaone sio majumba wala sio matofali. Umesema umeamka kuta yupo. Sasa mimi kuna swali ambalo nataka
kuwa amefikia umri huu wa kuanza kujitambua. Sasa tungeliomba tumlee katika maadili yaliyo mazuri, ili atakapojitambua kwenda kutafuta mji wake na yeye aende akiwa anaelewa anachoenda kukifanya. Na tuzidi kumsihi zile tabia mbaya ambazo ni za kuwaweka watu kwenye makundi mabovu aachane nayo. Piga kuangalia hata historia ya wazazi wetu. Salama. Wewe ndio mwenyeji wa kijiji? Ndio. Wewe ndio yule binti wa mzee wako? Ndio mimi. Wewe ndio Justine? Ndio mimi. Wewe mbona kabla sura inakuja inapotea nani? Mimi Adili. Ni jamani rafiki yangu. Nimefika kuna habari ya kwa wapi? Kwa bado upo kijijini. Upo kijijini, wewe ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa nimeingia town, unajua tena mambo ya shule nilikuwa sifai. Nilikuwa nimeingia town hapo mara moja ndo nimerudi sasa hivi. Jamani mimi nipo tu kijijini. Vipi shule ulimaliza? Nishaviacha. Tatizo? Unajua tena jamani. Wewe ulikuwa unapenda sana shule. Hapo ukipata nini hadi ukacha? Shule unaionaje? Mwenyewe naikubali babu, sema tu maisha nazungua. Hii ndio yenyewe babu, sijali. Ila fresh haina shida. Ninakubali mshaka. Nimekuita hapa kuna jambo ambalo nataka nikusimu. Asubuhi tumekuita, tulikuwa na jambo tunataka tuzungumze na kakako. Sasa hatukujua umeelekea wapi, maana umeenda bila kuaga. Sasa kwa muda huu ambapo na mimi nimetoka kwenye mizunguko yangu, nilipokuona naomba nikwambie tu mimi mwenyewe tutosha kama ushauri. Hii dunia ina mambo mengi. Wewe ni mdogo wetu. Wazazi wetu wote walishatangulia mbele za haki. Sisi tulibaki tunakulea wewe kama mdogo wetu. Sasa ambacho tulikuwa tunaomba ili uende katika maadili yaliyo mazuri, usije ukatuaibisha. Maana tukirejea hapo nyuma, kuna ile binti wa mzee John, kilichomkuta ni aibu kwa jamii. Sana wewe ujitahidi mdogo wetu, si ndio? Haya makundi, kuna makundi mabovu yanawashawishi. Haya vivi 200 vipipipi vinawaponza mdogo wangu. Jitahidi katika hilo. Na kila mmoja anajaribu kuangalia sayari yake tulivu. Lakini mimi nawaambia, sayari tulivu ni kumjua Mungu pekee yake. Unajua kuna kitu ukisha kijua kama unacho ndani yako, kila kitu kinaenda sawa sawa. Sasa naomba uende sawa sawa na mapenzi ya Mungu, uende sawa sawa na sisi kaka zako tunavyotaka, ili mwisho wa siku uonekane ni binti mwenye hekima katika kijiji hichi, si ndio? Kwa hiyo itapendeza sana hata utakapokuwa unapita na mimi nitakapokuwa napita nasikia sifa zako, na mimi nitafurahi kama kaka. Sawa mdogo wangu? Basi katika hilo mimi ngoja nirudi. Nataka niende kanisani kidogo, nikitoka niende kwenye mihangaiko hapa na pale. Sasa mimi nimekuelewa, nitafanyia kazi. Sawa kabisa, jitahidi. Mimi naenda. Babu, sasa shule unaionaje? Mwenyewe naikubali babu, sema tu maisha nazungua. Hii ndio yenyewe babu, sijali. Ila fresh haina shida. Ninakubali mshikaji. Kosa kiberiti. Nimekosaje? Basi kachukue moto hapo babu.